Karibu mpendwa, hii ni Biblia kama unavyoona. Pia hapa ni mezani niko na Qur'an, na pia ningependa kukukaribisha ujisikie huru. Ikiwa na swali lolote la kuhusu Biblia ama Qur'an, unaweza kuniuliza. Kama unasikia sauti yangu, tafadhali ningeomba uweze kucomment na asante mpenzi mtazamaji ambaye umeweza kujiunga na live hii siku ya leo. Ningependa ikiwa unaisikia sauti hii uweze comment hapo ili nijue kwamba sauti yangu inasikika vilivyo. Tukiendelea kusubiri wengine wafike. Utangulizi wa neno la Mungu. Biblia ina ujumbe wa Mungu kwa ajili yetu leo. Inatuonesha jinsi ya kuishi kwa mafanikio, ya jinsi ya kupata kibali cha Mungu. Pia inajibu maswali yafuatayo. Je, Mungu ni nani? Ningependa kujua mpenzi mtazamaji ambaye umeweza kuungana nami jioni ya leo. Kwa jina naitwa Daniel Baya na naona watu wanazidi kuingia. Swali la pili, unawezaje kujifunza kumhusu Mungu? Unawezaje kujifunza kumhusu Mungu? Hayo ni maswali, baadhi ya maswali. Ni nani aliandika Biblia? Je, Biblia ni sahihi kisayansi? Biblia ina ujumbe gani? Ana na Yesu maishani mwangu. Ana na Yesu maishani mwangu. Leo tunaenda kujifunza. Karibuni ndugu wapendwa, ningependa mweze comment hapa chini ikiwa sauti yangu mnaisikia vizuri, na ningependa kuwakaribisha. Namuona mzee Tony pale ameingia katika live. Stay tuned bro. Nadhani utatoka na mambo fulani hapo. So stay tuned. Stay tuned bro. Na subiri watu wajajae mwanzo. Leo tuko na kipindi chetu cha kudiscuss mambo ya madini yaliko ndani ya Biblia, na pia vile vile kuna Qur'an tukufu hapa. Pia tutaweza kupata madini ndani yake, na kuna vitabu kadha wa kadha ambavyo vingine ni documentary. Nitaenda kufanya quote zile quotes zao. Naamini utatoka na kitu leo, siku ya leo. So stay tuned. Kama unasikia sauti yangu vilivyo, ningependa uweze kucomment hapo chini ndio nijue kama sauti yangu inasikika ama haisikiki. Kama haisikiki niweze ku raise volume ya sauti yangu. Shimo chawakomba kihewa kimeza washami. Shimo chawakomba kihewa kimeza washami. Mzee Tony na kuona umestick sana hapo ndani. Tony is watching. Tafadhali Tony, kama unanisikia, kaweza kucomment hapa chini kama sauti yangu inasikika vizuri. Kitabu chetu kikuu cha siku ya leo ni Samueli wa pili, mlango wake ni ule wa 9, ndio tutaenda kusoma. Na hiyo ni story ya kisa cha Daudi na Jonathan ambayo ilikuwa imepita kule nyuma tayari, ni muendelezo. Na kupata live bro. Thank you mzee Tony. Sasa naweza nianze, na ningependa tuanze kwa maombi. Naomba na kushukuru Jehova Mungu ishie na kutawala. Umeweza kutuweka hai mpaka kufikia hapa. Nasema na asante. Tutakapoenda kuanza, na neno hili likabariki watu wako katika jina la Yesu tunaomba na kuamini.
Naam, nimerudi sasa, na kama nilivyotangulia kukwambia kwamba kitabu chetu cha siku ya leo ni kitabu cha Samueli wa pili 9. Tukiingia katika kitabu chetu cha siku ya leo cha Samueli wa pili 9 cha nimeutia sauti ya inasema, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Hilo ni swali. Then anaendelea anasema, palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Siba. Basi wakamuita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Verse 3 inasema, mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yoyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodibari. Basi mfalme Daudi akatuma watu waondoke katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodibari. 6. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akamwangukia kifudifudi, akamsujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Tunapatana. Kama nilivyotangulia kusema kwamba hii ni mwendelezo wa story baina ya Daudi na Jonathan, ambaye Yonathani ni mwana wa mfalme Sauli, ambao kule nyuma tunapata kuona kwamba Daudi na Jonathan walikuwa ni marafiki. Usisahau kwamba tuko verse 6, tumetulia kwa verse 6 mwanzo ili niweze kurudi nyuma. Daudi kuna wakati mmoja alikuwa anawindwa na Sauli, na kwa kuwa Daudi alikuwa ni rafiki na Yonathani ambaye ni mwana wa Sauli, walikuwa wamekula kiapo ya kwamba either nife mimi, ilikuwa ni kiapo cha ufalme, nani ataenda kuchukua ufalme. So Daudi alikuwa anafaa achukue ufalme kwa sababu yeye ni mpakwa mafuta, alikuwa amechaguliwa na Mungu. Na Sauli alikuwa anataka Yonathani awe mrithi wake kwa sababu alikuwa ni mtoto wake. So tunapata kuona kwamba Yonathani alikuwa hakuwa anataka ile kiti, yeye alikuwa anataka mapenzi ya Mungu yatimie, kwa sababu alikuwa ameamini kwamba Daudi anastahili kile cheo cha ufalme kwa sababu alikuwa ni mpakwa mafuta. So miaka ikasonga, ilipoenda ikaenda, mwishowe tunapata kwamba Yonathani alikufa. Yonathani alipokufa, Sauli naye alienda akakufa. So baada ya muda Daudi akawa ni mfalme kama ilivyokuwa imepangwa au imetarajiwa, sababu Mungu si alikuwa amemtuma Samueli kwenda kumpaka mafuta na kumchagua kama mfalme wa wakati ujao. So ile time imefika, Daudi ni mfalme, Jonathan, Sauli walikufa. Ndio hapa katika kitabu cha Samuel wa pili 9 kuanzia pale 1, Daudi anauliza, je, kunaye hata mmoja katika nyumba ya Sauli, ambao ni katika nyumba ya mfalme Sauli, ili niweze kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan mwana wa Sauli, ambaye ni alikuwa rafiki yake Daudi. So
tunapata kwamba kule nyuma Daudi kuna wakati alikuwa anawindwa auawe. So Jonathan kwa sababu alikuwa amekula kiapo yeye pamoja na Daudi, akakuwa amemwambia kwamba Daudi alienda akajificha, then wakaenda katika field. Hasa ile wakati babake alikuwa anamuinda Daudi, yule Daudi kuna sauti alipaza, akashout kwa ile field kwenye anajopsa Daudi atanisikia kwenye amejificha. Alikuwa alimwambia kwamba ikiwa babako bado yuko na hasira juu yangu na bado ananiwinda, utasema kwamba kimbia, mishale imenyoshwa kwako. Na ikiwa Mfalme Suleiman haniwindi, basi utanikaribisha. So alipofika pale, na kwa sababu alikuwa anatafutwa, so Jonathan tunapata kwamba alishout, akasema kimbia, mishale imenyoshwa kwako. So akatoroka, akasema. 7 inasema Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitarudisha mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. 8 akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata umwangalie umbwa mfu kama mimi? Hiyo ni 8. So tunapata kwamba Siba ambaye ni mtoto wa Jonathan alikuwa ni mlemavu, ni kiwete. So kama unavyojua ile enzi za zamani, mtoto yote alikuwa akizaliwa na any complication, alikuwa either uawe ama atupwe. Hakufaa kuchangamana na wale associate na wale watu ambao wako na viungo vizuri, yani wako fit, tuseme kwa afya yao wako poa. So alikuwa ni either watupwe ama wafichwe. So tunapata kwamba kwa sababu Mefiboshethi mwana wa Jonathan alikuwa ni kiwete, alikuwa amefichwa katika nyumba inaitwa Ziba. So alikuwa anaishi Ziba, mbali na the empire territories pale ambapo King David ambao ni mfalme Daudi alikuwa akiishi. So baada ya kwamba Daudi ameulizia, je, kuna mtu yote nyumba ya Jonathan niweze kumtendea mema kwa ajili, yani katika nyumba ya Sauli niweze kumtendea mema kwa ajili ya baba yake Jonathan. Tunapata kwamba kuna huyu Mefiboshethi ambaye ni mtoto wa Jonathan alijitokeza, na kwa kuwa alikuwa ni mtu mlemavu, hakufaa kuingia katika palace. So ndo hapa anasema akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalie umbwa mfu kama mimi? So yeye anajifananisha na umbwa mfu, like is nothing more than a carcass of a dog. 9 inasema ndipo mfalme akamuita Ziba mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako. 10 nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao una watumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake apate chakula ale, lakini Mefiboshethi mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 15 na watumwa 20. So excuse me guys, nataka kufanya kitu kiasi like acha tu niendelee, nitaenda tu baadaye. 11 nasema, ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme alivyoniamuru. Na kwa habari za Mefiboshethi, mfalme alisema, atakula mezani pangu kama mmoja wapo wa wana wa mfalme.
12 kwa sababu nisha 13. 12 nasema, huyo Mefiboshethi alikuwa na mwana mdogo, jina lake akiitwa Mika, na watu wote walikaa nyumbani kwa Siba walikuwa watumwa wa Mefiboshethi. 13 ambao ndo ni aya ya mwisho katika kitabu chetu nasema, basi Mefiboshethi akakaa Yerusalemu, maana alikuwa akila chakula siku zote mezani pa mfalme, naye alikuwa na kilema cha miguu yote miwili. So tunapata kwamba Mefiboshethi alikuwa amelemaa miguu yote miwili, lakini tokea ule wakati ule alikuwa anakula chakula mezani pa mfalme Daudi. Nini maana ya somo letu la leo? Maana ya somo letu la leo hapa ni kwamba wema siku zote hauozi. Wema hauozi. Na ukipata chance yoyote ya kumfanyia mtu, yani like chance yoyote ya kufanya jambo jema, huwa wewe fanya tu, kwa sababu huwezi jua ni lini inaweza kulipa. Like Jonathan and Daud walipokuwa tu vijana wadogo huko, way long before, walikuwa wamesaidiana kwa mambo mengi tu, lakini unapata ile act ya kwamba Jonathan hakuwa selfish. Alimwambia kwamba kimbia, mishale umewekwa, imeelekezwa kwako, na Daudi akaokoka kifo. Tunapata kwamba ilimemfanya mpaka baada ya yeye amekufa, tunapata kwamba Mefiboshethi wa invited kwa palace na anaishi maisha ya royal kama wafalme. So wito wangu ni kwamba utakapopata nafasi yote ya kufanya kitu chema, wewe fanya. Haidetermine ni kitu kubwa, ni kitu ndogo. The little thing that you can do for the sake of your future or tomorrow, sababu huwezi jua nini ambacho kimebebwa kesho. Namuona jamaa wangu hapa mzito anaitwa Amarizo Shadata. Karibu sana katika live Bitoni. Thanks bro kwa kustay pamoja na mimi. Na kufikia hapo, hilo ni somo letu la kwanza ambao tulikuwa tunasoma katika the book of 2 Samuel chapter 9 verse 1 to 13. Na hiyo story nadhani mwenye tumeanza naye kama Bwana Tony hapa ameweza kuelewa vilivyo, kwa sababu tumemchukua alafu tukarudi kule nyuma tukapata kuona nini mantiki ama muktadha wa hili somo letu la leo. So guys, stay tuned. Naeka music. Kuna kumita Adonai, waweza kumita Elohim, Mungu aliye karibu na watu. Naam, karibuni tena. Ningependa tuweze kuendelea, na hili ni somo letu la pili na la mwisho, na litakuwa fupi. Leo ni tarehe 18 mwezi ni wa 5, na saa ni saa 12 na dakika 40, ambao ni dakika 20 ili kufikia saa 1 usiku. Popote ulipo na kama unanitazama, na kuambia karibu na uweze kubarikiwa. Kitabu cha pili ni kitabu cha Methali 6:16 na kuendelea. Kama kwamba kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake. Mwandishi wa kitabu cha Methali ni Mfalme Suleiman, mtoto wa Daudi, na anapoandika kwamba kuna vitu 6 vilivyo machukizo machoni kwa Bwana, alafu anakumbuka anasema naam, viko 7, sio 6, ni 7 ambavyo vinamchukiza Mungu. Cha kwanza anasema macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya. 5, miguu iliyo mipesi kukimbilia maovu. 6, shahidi wa uongo asemaye uongo.
7. Naye apandaye mbegu za fitna kati ya ndugu. Mwandishi akianza anasema kwamba kuna vitu 6 vilivyoko ambavyo ni machukizo machoni kwa Bwana. Alafu anakumbuka anasema naam, viko 7 vimchukuzavyo Bwana. Na kitu cha kwanza kabisa anasema ya kwamba ni macho ya kiburi, kutothamini watu, kuwaona wenzako si kitu, kujiinua like wewe ndio bora zaidi ya wengine. So macho ya kiburi ni machukizo kwa Bwana. Kiwa umebarikiwa kiasi gani, iwe unamtafuta Mungu kwa namna yoyote unayoijua wewe, ukiwa una macho ya kiburi, ndugu yangu, hatuendi popote. Macho ya kujiona kwamba ni bora kuliko wengine. Kitu ya pili anasema kwamba ulimi wa uongo. Uongo kama uongo tunajua kwamba uko na madhara, lakini uongo ni dhambi. Hata katika zile 10 commandments katika kitabu cha Kutoka 20 hapo kuanzia 1 utapata kwamba uongo ni dhambi. Na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Upeana mfano, uko town unapita, then ghafla unasikia mwizi 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 mwizi, na wewe tayari ndio huyo na mawe ama na marungu, mwizi 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 mwizi. Ukifika pale haujataka kujua labda ameiba nini, amefanya jambo gani ambalo labda like ni mwizi kweli, umethibitisha wewe huja, tayari mnamalizana naye. Mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Akiendelea anasema moyo uwazao mawazo mabaya. Sote tunajua kwamba moyo una mambo mengi ambayo unawaza, lakini ile kuwazia wenzako mabaya, hiyo ni machukizo machoni kwa Mungu. Pia anaendelea anasema miguu iliyo mipesi kukimbilia maovu. Hii haina tofauti na ile mikono imwagayo damu zisizo na hatia, sababu miguu mfano ni ule ule. Kama umepita mahali like uko town, then unasikia mwizi 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 mwizi, wewe tayari ukifika pale mnashughulika naye, hujataka kujua ameiba nini, amefanya kosa gani, wewe tayari ndio huyo mnashughulika naye. Kaendelea anasema shahidi wa uongo asemaye uongo. Hiyo hata haina mjadala. Hii uongo ni dhambi, lakini Mungu anachukizwa zaidi kwa yule shahidi ambaye anaongea uongo. Na ya mwisho kabisa kwa siku ya leo anasema naye apandaye mbegu za fitna katikati ya ndugu. Yaani unachukua kwamba Daniel alisema hivi, then unaenda unamwambia Tony kwamba basi Amarizo alikuwa amekwambia hivi na hivi, then yeye naye anachukua beef na mtu na hajataka kujua kama ni kweli Daniel alikuwa amesema kweli. So Mungu anachukizwa na mtu mwenye kugombanisha wenzake yani. Na kufikia hapo nasema ni asante kwa kuwa umekaa na mimi muda wote huo. Tony, thanks sana bro. Amarizo pia shout out kwako, nasema ni asante kwa kuwa mmekuwa pamoja na mimi, na wale wengine wote ambao mmeweza kwenda kusikiza neno hili la Mungu, nasema mbarikiwe sana. Mungu azidi kuwabariki nyinyi pamoja na familia zenu. Muingiapo mtokapo, Mungu awe na nyinyi brother zangu, ninawapenda.